Uhoro ni urathi na mbere na gukorwo ukiumbũka ati Moses Kuria is on his way out of government. By this I mean ni arakorwo agithi kuria Jubilee nigetha akorwo agituika Secretary General. This comes just a days after tokorwo tukiona congratulate Uhuru Muigai Kenyatta ni undu wa reclaim leadership ya Jubilee Party. Remember ni gukoretwo na cira igoti-ini and just a few days ago ni acindire cira ucio. Now he has reclaimed the leadership of Jubilee Party na turakiona haria uhoro ucio urakorwo ukiraise reactions because right now ni tui thaici Moses Kuria ni ari kiama giake gitagwo Chama cha Kazi. That party ni ingirire coalition-ini ya Kenya Kwanza, koguo thaici coalition-ini ya Kenya Kwanza. And so bringing the story of ni arenda gukorwo agituika Secretary General wa Jubilee Party and kuonania that he is clearly getting out of KK and he doesn't care whatever is going to happen or whatever the consequences. This is just political. And gukoretwo na stories nyingi muno Moses Kuria akirwo it's high time akorwo akiuma thirikari-ini. Akoretwo State House advisor down from wira wa CS wa trade, CS wa public service, agicoka riu akitwarwo State House advisor. And there have been several calls andu makimwira akorwo akiuma, akorwo akijoin Rigathi Gachagua, but it seems that Moses Kuria akorwo agichoose akorwo akiingira Jubilee. Ndakorwo ngicemania na report fulani ya Son of the Soil. Son of the Soil arakorwo akiuga ati this is a plan of William Ruto destroying Jubilee Party from within. Na akauga ati there is no way kungikorwo ati Moses Kuria ni ari kiama giake registered na kiama ni giake and it is registered under Kenya Kwanza coalition right now. Gucoke gutuike ati Moses Kuria arenda kuma State House advisor athie atuike Secretary General wa kiama kia UDA with his own party. Arauga ati that could be a scam and an undercover plan ya William Ruto gukorwo na control over Jubilee Party. It is a thought that if ati gukorwo igicirio because right now we all know that the biggest threat of William Ruto right now is how he is going to handle the Mount Kenya vote. Now they should already thrown DCP is already taking over Mount Kenya. The next party ire turamenya ni gukorwo take over ni Jubilee, na Jubilee already ego take over Mount Kenya na bado ni ego take over kuria Kisii tondu turona Fred Matiang'i ararugama kiama kia Jubilee. So having control over this party is very crucial. Now Son of the Soil akorwo akitheria uhoro ucio na akauga andu a Jubilee they need to be very careful with Moses Kuria because gutingituika mundu no atiganirie kiama giake athondekete na no menya right now parties are being used as bargaining power. Wina kiama giaku it is iconorikano wega some days ago ntuonire the first chairman of Council of Governors etagwo Peter Munya wa kuria Meru akiuga we ndangeingira kiama kingi ararugama na kiama gia PNU because he is the leader of PNU. Na iyo ironania riu at the bargaining table egukorwo hau kiama giake kia PNU. So you mean that Moses Kuria onete ati ndarenda this election akorwo akiingira na kiama giake gia Chama cha Kazi toria aingirire coalition-ini ya Kenya Kwanza because were it not for that party ndangĩaingĩrire coalition-ini. So he's abandoning all that nigetha atuike Secretary General wa Jubilee. Son of the Soil kana Zakari akorwo akiuga this might be a well scripted plan by William Ruto. Anyway, ni ndiye maoni maku megiĩ uhoro uyu. There has been several calls for Moses Kuria akorwo akiuma thirikari-ini na akorwo akijoin mwena wa andu. By that I mean mwena wa opposition tondu thaici Jubilee is in opposition, DCP is in opposition. Like if you're not in KK you're in opposition. Na koguo either way if Moses Kuria does that egukorwo ahingitie wendi wa andu tondu recently tukoretwo tukiona andu makimwira ata Savinga wa Viviana akimwira it's high time akorwo akiuma, otherwise tugukorwo arutitwo nginya State House advisor akaheo wira na guku Kibo. You know, there has been several calls and Moses Kuria has answered you. The big question is it a genuine answer or a well-scripted plan for the 2027 power struggle?
Comment down there and tell us what you think about this story. For me, the most important thing is to have a secure and safe country. Our personal interests do not matter more than the interest of this country. Na nawaambie watu wa hapa game, ile njia ambao hawa viongozi wenu wanawapeleka hamwezi mkapotea. I want to tell you that. Kwani kuna pahali katika Biblia ama katika katiba imesema ati opposition ya mjaru? Nini ndio mlilogwa na timukae kwa opposition forever? Msilete hiyo mchezo. Mkae hapo kwa serikali. Musikie vile sisi tulikuwa tunasikia. Ama namna gani? Yes. And time is not a renewable resource. Time ikipotea haitarudi. Sasa nimesikia huko barabara zimeanza kujengwa, market zinajengwa. Nyinyi hata nyinyi muenjoy kidogo ama namna gani? Na tunasema we want to develop the entire Kenya. Unajua sisi ukiona tumetulia, simuona baba ametulia, simuona mimi nimetulia siku hizi. Si baba peke yake ni hatari, si ndio? Si mimi ni hatari na tukua pamoja. Unajua kuna watu wako kwa kiwanja peke yao. Ile siku sisi tutaingia kwa kiwanja, kuna watu watatafuta mashimo ya kutorokea. Sababu sisi tuko na ujuzi ya siasa. The only thing we have decided to do as we are busy. Elisha huyu ako busy hapa. Okiya Wandayi is busy. Ochanda is busy. Devo Chain is busy. Moses Kuria is busy. So kwa nini tukue na kisirani na wale watu wako idle? Si ndio ni haki yao? Na Mungu amewabariki na idleness. Na sisi ametubariki na kazi. Bora wasitufanyie makelele. If they have chosen that path for themselves, the only thing I'm asking of them, do not make noise to those people who want to do something. If you have given up on life, that is your right. If you want to take rat poison, that is your right. But for us, we want to make a difference today. Yeah? Kwa sababu kando ya kura tutaenda mbinguni mbele ya Mwenyezi Mungu na tutaulizwa swali. Nyinyi mnaona mimi ninakaa mtu ambaye hataenda mbinguni mkiniangalia, na sitaki mchezo na hiyo safari yangu ya kwenda mbinguni. Mwisho waziri Okiya Wandayi ndio kutuma kwa rafiki yangu. Ana rafiki yako anaitwa Kipchumba Murkomen. Hata sasa hivi nikikuja hapa nimepata simu. A whole CEC, waziri wa kaunti ya Kiambu ameniambia aliitishwa 500,000 ndio mtoto ya sister yake achukuliwe kwa prison. Nimesikia hii malalamiko Kenya mzima. I want to ask Kipchumba Murkomen. It is very clear from all the people in this country. Hii recruitment ya prison ambayo imefanywa, it was fraudulent. Mtoto anaitishwa 500,000 kazi ya jela, hiyo mshahara itarudi lini? And I want to ask Murkomen to cancel that recruitment. Airudia tena.